Kwa majina naitwa Grace Maganga, ni mwananchi wa mtaa wa Kilosa. Kwa nimeshuhudia tukio la mamba. Mamba huyu alitokea tangi asubuhi, watu walimuona. Kuna mama jirani yetu hapa alienda kutoka hapo, alikuwa anaenda kwenye shughuli zake za mgawani kwa saa 12 kasoro, sio ile kama kwenye saa 12 kasoro au 12 kamili, kwa sababu nilikuwa sina saa, ila ni mishale hiyo. Kwa hiyo yule mama alivyokuwa amemuona, sasa ikabidi aanze kupiga kelele, jamani mamba mamba, maana kwenye hili tuta kwa hapo mbele kuna wananchi wanaishi na wana mifugo. Kwa hiyo inaelekea huyu mamba alikuwa anafuata labda mifugo iliyokuwepo hapo karibu. Kwa hiyo alipopiga kelele, wananchi wakajitokeza waliokuwa jirani, wakaja kweli wakamuona, wakaanza kumshambulia, ikabidi akimbie tena karudi kwenye maji. Kwa hivyo rudi kwenye maji na wakaongezeka na wananchi wengine baada ya zile kelele, na sisi tukawa tunasaidiana na baba wanataka miti, tukawa tunatafuta miti, tunakuja tunawasaidia ili mama yake alikimbilia kwenye maji kidogo, alikuwa mengi kidogo. Kwa hiyo wakawa wamemshambulia pale, wakafanikiwa kumuua, wakamtoa wakampandisha huko juu. Tatizo la huyu mdudu kwamba sasa hivi imekuwa ni tishio ndani ya mto wetu, kwamba sasa hivi huyu sio, yani mamba sio mmoja, ni wengi sana wamo mama. Na juzi kati wameshamvunja mtu mmoja mguu na mpaka leo yuko hospitali amelazwa. Sasa kutokana na haya maji yalipoingia mamba, sasa wanavuka kutoka mtoni, wanavuka kwenye makazi ya watu, kutokana kwamba kule kuna mazizi ya nguruwe, kuna mazizi ya ng'ombe, na hawa wanatafuta vyakula. Kwa hiyo kikubwa kabisa tunachoomba kwamba serikali tusaidie kwa ajili ya kuwaondoa hawa wadudu, kwamba sasa hivi imekuwa ni tishio, kwamba sasa mto sasa watoto ndio wanacheza na mamba. Sasa anatoka mtoni mkubwa anavuka kwenye msingi. Sasa huko ni shida sana itakuwepo juu yetu. Mimi naitwa Manuel Msuri, mwenyekiti wa mtaa wa Jongo. Nimefika na nimeshuhudia kwa mambo hayo kufa. Na kwa kumbukumbu wanasema mamba hao kwenye mtaa huu ni wengi, wako wengine wakubwa zaidi ya huyo. Kwa maana hiyo sasa wananchi wote wawe na tahadhari ya kutokufika kabisa katika mto, kwa sababu hawa sasa imekuwa kama ile eneo ni hifadhi. Wao wanakuwa na uhuru kutoka mto umeme kwenda kwenye mto ambao umetengenezwa tuta. Mbani asubuhi nikapigiwa simu na wananchi wangu kwamba bwana, tunaomba uje huko. Tunaomba uje huko, kuna mamba ameuawa. Kwa kweli nilipokuja, kabla hapo nikauliza, nikaambia mamba ilikuwa kuaje, wakasema huyo mamba akavuka mto akaingia kwenye msingi, akavuka tuta ambalo serikali waliweka kwa ajili ya uzio wa maji asiingie kwenye mitaa ya watu. Kwa hiyo mamba alivuka, alipita hilo tuta akaingia kwenye mitaa ya watu, kuna mifugo, akataka kwenda kuasili. Kwa hiyo akakutana na vijana hodari, basi wakamfanyia kwa muda kama saa 12 asubuhi. Najua mamba ni nyama na yeye naye anawinda, na hapo kulikuwa kuna mifugo, nafikiri alipata harufu kidogo vya nyama, ndio maana amevuka kutoka sehemu ya maji kwenda sehemu ya makazi ya watu. Nilipigiwa simu na mwenyekiti wa mtaa wa Jongo, akanipa taarifa kwamba kuna mamba ambaye ameonekana yuko maeneo ya tuta, lakini pia alikuwa anajaribu kupanda kwenye zizi ambalo liko jirani. Baada ya maji kukauka, amepanda juu kwa ajili ya kwenda kukamata mifugo. Nafikiri wananchi pia walimuwahi wakaweza kumuua. Na baada ya hapo tulitoa taarifa kwa watu wa maliasili pamoja na TAWA kupitia kwa afisa tarafa, na wameshapata taarifa hapo njiani kwa ajili ya kuja kumchukua mamba. Tahadhari ambazo tunaendelea kuzitoa kwa wananchi ni kutokuingilia kuoga kwenye maji, kwa sababu inaonekana kuna mamba wengi ambao wapo. Na kama wiki moja iliyopita, wiki mbili, yupo kijana wa mtaa wa Jongo ambaye pia alikuwa akivuka maji, aling'atwa na mamba, mpaka sasa hivi ana jeraha kwenye kwake. Kwa hiyo tunaendelea kutoa elimu kwa wananchi, tunaendelea kutoa matangazo kupitia wenye viti kwenye mikutano kwamba watu wasiingie kwenye maji. Mamba sasa hivi wapo wengi. Kwa majina naitwa Emmanuel Pius Mwenuka, ninaishi maeneo ya Mangwale, kata ya Mangwale. Na mtoto wa dada yangu alipata matatizo ya kung'atwa na mamba katika mto huu hapa. Kwa hiyo huyu mtoto alikuwa anafua pembeni mwa mto. Sasa kumbe ule mamba akatokea ghafla akamng'ata kwenye mguu. Lakini tulijitahidi tukampa huduma ya kwanza, mtoto akawa amepona. Alimng'ata sehemu za kwenye paja. Wazazi wawe makini na watoto, na wakatazie kuja mtoni
na pia hata wananchi kipindi kama hiki cha mafuriko wasifike maeneo ya mtoni na wasikanyage kabisa, kwa sababu mamba ni bado wapo. Leo tukiwa katika majukumu ya kazi, tulipokea taarifa ya tukio la kuuawa kwa mamba ambaye alikuwa ameingia kwenye makazi ya watu. Kwa tulifanya jitihada ili tuweze kufika eneo la tukio, kuweza kuangalia namna bora ya kuweza kumdispose huyu mnyama, kwa maana mamba ni mnyama ambaye kidogo na changamoto, ana nyongo na tusipokuwa makini anaweza kuleta madhara. Sasa baada ya kupokea taarifa ndio tukafanya utaratibu kuweza kufika eneo la tukio kwa ajili ya kutoa msaada wa haraka. Ila pia matukio haya ni matukio ambayo yanaonekana, hususan maeneo haya ya mto, ni matukio ambayo yapo na mamba. Kwa kawaida mamba mazingira anaishi mazingira ni ya mtoni kwenye maji. Kwa hiyo tu ninachoomba ni wasi wananchi wanaoishi mazingira haya wawe makini, na kipindi hiki cha masika wachukue tahadhari, hususan kuvuka maeneo ambayo ni maji, kuna mkusanyiko wa maji au kuna mikondo na mapito ya maji, kutokana na kwamba mamba hawa sasa hivi wengi huwa wanatoka nje ya mazingira yao na kwenda mazingira ambayo wananchi wanaishi. Kwa hiyo tuwaombe basi wananchi wale huko mazingira haya, pale wanapopata taarifa au wanapoona changamoto yote ya wadudu kama mamba, watoe taarifa mapema, na namba za simu tushawachia